Piga mapanga ya ubapa ili nimwachie yule mtoto. Tukapigana kwa muda mrefu kweli, mwisho nikashindwa, nikazidiwa nguvu. Ndio wakaninyang'anya yule mtoto. Wakafanya mambo ya kikatili. Walipofanya mambo ya kikatili, kwa muda mwafaka Mungu akatuagizia watu wawili ambao Mungu sijui walitoka wapi. Walipokuja hao watu wawili, maana hiyo siku tungekufa. Siwezi kusema eti tungebaki, maana kwa kikosi ambacho kilikuwa kimetuzunguka sijui kama tungesalimika. Lakini Mungu, kwa sababu Mungu ni wa huruma, akaagiza watu ambao siwajui, wakatokea kuna kona fulani kwenye hilo shamba ambalo tulikuwa tunapitia tukienda mtoni. Wakaja wale watu wawili. Kumbe kulikuwa na mwenzao alikuwa anaangalia mtu anatoka wapi, mwingine anatoka wapi. Ghafla wale watu wakaja, ndio yule mwingine alikuwa anaangalia kama kuna watu wanaweza kuja, kwa sababu tulipiga yowe sana manusu ya kupasuka. Alipokuja hao watu wawili ndio wakatuachia, na sisi Mungu atakatupa kanjia tukakimbia pamoja. Lakini baada ya kushindana mimi na mwanangu tumeshikana, wanaanza kutupiga fimbo za hatari ili yule mtoto nimwachie na mimi kila mtu akae sehemu yake. Lakini tulipopigwa fimbo za hatari, yule mtoto nikamwachia, na mimi akanibaka mtu kijana fulani, tena kijana mdogo kweli. Na mwanangu sasa hapo na yeye wakampeleka sehemu ya kwao, wakamfanyia huo ukatili. Kwa hiyo hapo sijui walimfanyia ukatili ni watu wangapi. Kwa hiyo ombi letu jamani, serikalini tunaombeni mtusaidie hao watu, na sisi hatujui sisi tutaishije, mtusaidie kama serikali, maana nyinyi serikali ndo watetezi wetu, waraia wenu. Sasa hapo kama serikali tunaombeni mtusaidie. Alikuwa usiku, muda saa 7 ya usiku. Tulivamiwa na Wasukuma. Wakaanza kutupiga na kubomoa banda letu. Niliposhtuka nilikuwa kitandani, nilikuwa nimelala. Nilishtuka baba huko alikuwa ameshampiga na kumuumiza. Walimpiga panga kichwani. Baba akawa anapiga yowe, anapiga kelele anaomba msaada kwa majirani. Alafu ndo akatoka kwenye hilo banda akakimbia. Alipokimbia Msukuma mmoja akamfuata. Baba alikuwa amekimbilia kwa jirani. Alipomfuata huyo Msukuma, kumbe mbele tena palikuwa na wengine watatu walikuwa wanakuja. Ndio akakutana nao wakawa wanampiga. Pakabaki mimi na mama. Hao Wasukuma akaanza kumwambia hivi, mama eti aniachie mimi. Wakaanza kumpiga. Mama anasema naombeni jamani mtusamee, kama nikurisheni mazao risheni, lakini sisi mtusamee, naombeni msituumize. Wakasema hapana, hatutawaumiza, sisi tunamtaka wewe binti yako. Akasema jamani naombeni mnisamee. Wakakataa. Wakawa wananivuta huku mama ananivuta. Alikuwa na mtoto mdogo wa mgongo na umri wa mwaka mmoja tu. Wananivuta, mama kuipa navuta. Anasema jamani naombeni mniachie mwanangu. Wakakataa. Nguvu zao zikawa nyingi kuliko sisi. Ndio wakanivuta, walikuwa watoto walionikamata mimi. Wakanivuta wakanipeleka pembeni na mahindi tuliponing'ia. Ndio mmoja akanifanyia uharibifu. Walinivuta wakanipeleka karibu na mahindi. Mmoja akawa ananibaka. Alafu mababa ndio wakatokea. Wale Wasukuma wakawa kama vile wamekimbia. Mimi ndo nikapata balance ya kuwaponyoka, nikakimbia, nikaenda kujificha huko kichakani. Wakaanza kutupiga mapanga na mafimbo. Ndipo mimi wakanipiga panga kwenye kipaji cha uso pamoja. Waliponipiga panga nikaanguka chini. Walikuwa ni watu 8. Walikuwa ni watu 8. Nilipoanguka chini waliendelea kunipiga mafimbo ya mgongoni na shingoni na kichwani. Nyingine fimbo, kwa sababu nilianza kupiga yowe nikiomba msaada, lakini kwa sababu majirani zangu walikuwa mbali kidogo hatukuweza kupata msaada, maana kambi ziko mbali. Nilikuwa na familia, tulijaribu kupiga kelele lakini hatukuweza kupata msaada. Ndipo mimi nilipoamua kukimbia.
Nilipokimbia lakini waliendelea, maana nilikuwa nakimbia naanguka, wananipiga mafimbo. Hizo fimbo zikawa zinaangukia kwenye mkono wa kushoto. Mkono ukawa umevunjika, mifupa yote ikavunjika, kwa hiyo mkono hauna kazi, nimeshalemaa. Basi baada ya hapo wakachukua baskeli, wakakatakata baskeli, zilikuwa 5. 2 hizo 3 waliondoka nazo. Zilizopatikana ambazo zimekatwa mapanga ni 2, ila 3 waliondoka nazo. Wakachukua na junia 3 za maharage aina ya njano. Wakachukua na pampu ambayo sasa ilikuwa inanisaidia kwa kilimo cha nyanya. Wakachukua na fedha ambazo nilikuwa nimeuza tenga 2 za nyanya, ambazo hizo hela zilikuwa mfukoni. Maana nilikuwa nimetoka mjini kuuza hizo nyanya, nikanyoka nazo huko nani shambani. Kuna watu waliopeleka malalamiko jeshi la polisi kwamba wamefanyiwa uhalifu, wamefanyiwa ubakaji, wamefanyiwa uharamia, wamefanyiwa uhalifu ambao haukubalika katika jamii yetu. Na jeshi la polisi lilichukua hatua, nimeshachukua hatua kwanza ya kuhakikisha kwamba watu hawa Watanzania hawa wanapata tiba, walipata PF3 wakaenda hospitali ya wilaya wakapata matibabu. Na kazi iliyofuata na inayoendelea ndani ya jeshi la polisi kama ilivyo majukumu yake ni kuwasaka wahalifu wote waliofanya uhalifu huu, waliofanya uharamia huu, waliofanya ubakaji huu. Na ninapozungumza hapa leo watu 4 wamekwisha kukamatwa wanaoshukiwa kufanya uhalifu. Taratibu zinaendelea za kufikishwa mahakamani, lakini bado jeshi la polisi tumelielekeza na tunarudia kulielekeza liendelee kuwasaka na wengine ambao wanahusishwa na ubakaji huo, wanahusishwa na uporaji huo, wanahusishwa na uhalifu huo ambao sisi kama serikali tunasema kila raia, kila mwananchi anastahili kuishi katika nchi bila kufanyiwa uhalifu wote, huku vyombo vya usalama vinalo jukumu la kuhakikisha kwamba vinatokomeza uhalifu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole wale wote ambao walifanywa uhalifu huo, walifanywa ubakaji huo, na niwahakikishie kwamba serikali itasimamia, vyombo vya usalama vitachukua na vimekwisha kuchukua hatua stahiki. Kwanza kuwasaka na kuwakamata halikuwa jambo dogo. Tunawapongeza jeshi la polisi kwa kufanikiwa kuwakamata washukiwa. Na niwaombe hawa wananchi watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi kila wakati tunapohitaji ushirikiano wao, watoe ushirikiano ili kuhakikisha kwamba timu yote ambayo ilifanya uhalifu huo inafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa hatua stahiki ambazo zitaenda kutoa haki kwenye vyombo vya kutoa haki. Lakini jambo jingine ambalo ningependa kulizungumzia hapa, maeneo yetu katika wilaya ya Tanganyika yote yamefanywa mipango ya matumizi bora ya ardhi. Na tunaendelea kuwasihi na kuwahimiza wananchi wasijichukulie mamlaka, wasijichukulie sheria mkononi za kwenda kuvamia misitu. Eneo ambako umefanyika uhalifu, si mfugaji, si mkulima alikuwa na haki ya kwenda kufanya shughuli za binadamu kule. Na kemea tabia hii isijirudie tena. Tabia ya uhalifu na ubakaji tunaikemea. Tabia ya kuvamia misitu nayo tunaikemea. Kila mwananchi afate sheria za nchi yetu, afate taratibu ambazo zimewekwa. Kama kuna mtu anahitaji ardhi ndani ya Tanganyika, afike ofisi za mkurugenzi, atapewa maelekezo kuzingatia matumizi bora ya ardhi. Sisi kwa kweli tunajisikia vibaya kuona uhalifu unafanyika kwenye maeneo yetu kama huu wa ubakaji na ulawiti na uharamia wa aina hii. Lakini pia tunajisikia vibaya kuona watu wanavamia hifadhi zetu. Niwaombe sana wananchi wote wafate utaratibu tuliojiwekea, tuliojipangia kama serikali, na hata hivyo utaratibu huu umeratibiwa kwenye ngazi za vijiji. Sioni sababu na sioni ulazima wa mwananchi kwenda kuvamia hifadhi, ama ni ya TFS ama ni ya kijiji ama ni msio halmashauri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mnaofika ama mnaofika ila ya Tanganyika, najua na hata watu hawa walicross kutoka Mpanda kuja kuingia kwenye msitu ya hifadhi. Naomba pia kama mtu amepangiwa kuishi kwenye makazi
ya wakimbizi atulie kwenye maeneo hayo. Tuishi kuzingatia sheria na taratibu. Tunakemea tabia mbaya zote ambazo zinapelekea utu wetu ushushwe hadhi yake. Nawashukuru sana na niwahakikishie tena tutaendelea kusimamia haki ya kila mtu, tutaendelea kusimamia haki ya hifadhi zetu, tutaendelea kusimamia utawala bora kwa kuzingatia sheria kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi kwa utu ili kila mtu aweze kusonga mbele katika maendeleo. Asante.